Baada ya kupokea taarifa ya kifo cha baba yake, Marcus na familia yake wanaamua kufunga safari na kuelekea Palancha, Kentucky kwa ajili ya mazishi na kutoa heshima zao za mwisho kwa mzee huyo. Safari ilikuwa shwari kabisa, lakini hali ilibadilika baada ya kukatiza katikati ya milima. Dhoruba kali na radi zikasababisha ndege yao kupata hitilafu na mwishowe, baada ya ajali, Marcus anazinduka na anajikuta yupo kwenye nyumba ambayo haifahamu kabisa, tena peke yake. Kwa wapi familia yake? Haya ni maswali ambayo alijiuliza Marcus. Lakini si hivyo tu, mwili wake wote ulikuwa na maumivu makali sana, na hata alipojaribu kusimama hakuweza kabisa kwa sababu mguu wake mmoja ulikuwa na maumivu makali sana. Marcus akatumia mguu wake mmoja kujikokota hadi dirishani kuona kama anaweza kuiona familia yake, lakini wapi. Na hapo anakuja Bi Alois. Marcus anajaribu kumuuliza kuhusu familia yake, lakini bibi huyo anakataa kumwambia kitu chochote zaidi. Anamwamuru mfuasi wake amrejeshe Marcus kitandani. Bi Alois anamwambia Marcus kuwa alipata ajali mbaya sana na anachofanya pale ni kumsaidia tu, kisha akaondoka. Baada ya muda mchache, Bi Alois anarudi akiwa na mdoli aliyomuita Hudu na kumwambia Marcus kuwa atamsaidia kurejea kwenye afya yake kwa kutumia umbo la huyo mdoli ambalo ametengeneza kutokana na damu na ngozi yake, na chochote atakachofanyiwa yule mdoli kiwe cha maumivu au furaha, basi Marcus naye atapitia hali hiyo hiyo. Kwa kuwa Marcus bado alikuwa na shauku ya kujua familia yake iko wapi, usiku alitoroka kupitia dirishani. Marcus aliweza kuona sehemu ambayo Bi Alois alifanya ibada zake, na ndipo alipogundua uchafu wa Bi Alois. Kumbe huyo bibi alikuwa anatumia uchawi kupumbaza watu. Wakati anaendelea kushangaa, Marcus alishtukiwa, hivyo ilibidi arudi haraka chumbani kwake. Lakini Bi Alois aligundua kila kitu, hivyo aliamua kufunga dirisha ili Marcus asitoroke tena. Lakini Marcus alitoroka tena, na safari hii alifika hadi kwenye ndege waliokuwa wameipanda, na hakuweza kukuta kitu chochote, hata miili ya familia yake haikuwepo. Marcus aliondoka, lakini ghafla nimerudishwa tena kwa Bi Alois. Mbona mazito? Basi bana, baada ya kujaribu kutoroka mara kadhaa na akashindwa, Marcus aliona ni bora amuombe msamaha Bi Alois, na siku hiyo bibi huyo alimwandalia supu nzuri sana. Mwamba alikula na kuomba ongezwe, lakini baadaye alikuja kujua kuwa alikula nyama ya mtu. Marcus alishtuka sana na alamu ya hatari ikalia akilini mwake kwamba hii sehemu sio salama kabisa. So siku moja Bi Alois alitoka na kuelekea kwenye mizunguko yake. Basi Marcus akaona huu ndio muda mzuri wa kutafuta familia yao. Kabla ya yote ikabidi kwanza uangalie mguu wake. Una nini? Mbona unauma sana na hauponi? Hiki ni kidonda cha aina gani? Ngoja kwanza. Bana, bonge la msumari umegongelewa katikati ya mguu. Kwa roho ngumu sana kuuchomoa ule msumari. Haraka sana Marcus alishuka chini na kwenda kufukua makaburi ambayo alihisi huenda familia yake ilizikwa hapo, lakini alikuta miili ya wanyama tu. Basi aliendelea kutafuta nyumba nzima, akutana na vitu vya ajabu sana. Watu waliouliwa na wengine walikatwa sehemu zao za siri. Pia Marcus aliweza kujua siri zote za uchawi alizotumia Alois, na pia alichukua vitu baadhi pamoja na simu ili aweze kuomba msaada. Marcus alirudi tena ndani kwake, na ili Bi Alois asigundue kitu chochote, ilibidi ule msumari urudishe tena kwenye mguu wake. Na hata Bi Alois alipokuta mazingira hayako sawa, alienda moja kwa moja kwa Marcus na alidhamiria kabisa kumuua. Lakini alipoona msumari kwenye mguu wake bado upo, basi akaridhia na kuondoka. Marcus hakutaka tena kukaa kwenye ile nyumba, hivyo alitumia simu aliyoiba kuomba msaada kwa askari. Lakini Bi Alois alifanikiwa kumdhibiti kwa kutumia yule mdoli na kumfunga kauli, yani asizungumze chochote. Lakini Marcus hakukata tamaa. Alitoroka na njiani alikutana na yule askari. Baada ya kuvunja ule uchawi, alimwomba aondoke eneo lile. Lakini cha ajabu, yule askari alimrejesha tena kwenye nyumba ya Alois. Na kwa bahati mbaya, siku hiyo ilikuwa ni siku ya ibada mbaya ya kabla ya kupanda kwa mwezi wa damu. Marcus alifanikiwa kuiona familia yake, lakini tayari walikuwa wamepumbazwa na uchawi wa Bi Alois. Na yeye kwa kuwa amefanya makosa, ilibidi atolewe sadaka mbele ya familia yake. Hatari sana, itakuwaje? Atafanikiwa kutoroka na kuiokoa familia yake? Mimi sijui. Mzigo hapo unaitwa spell.